Ndugu zangu, shetani anajua kutumia nafasi kukutoa katika kile unachokiamini. Unaweza ukawa unasoma Biblia sana mara 3 kwa mwaka unamaliza, na shetani akakuacha usome, uwe na juhudi katika kusoma, lakini akakufunga usiokolewe au usione faida ya kuisoma Biblia mara 3 kwa mwaka. Kadhalika unaweza ukawa mtu wa maombi na shetani akakuacha uombe, na changamoto inapotokea ukajiuliza, mbona naomba, lakini usione matokeo ya hayo maombi unayoyafanya. Kuna uwezekano ukatoa zaka, ni kweli. Kuna uwezekano ukatoa sadaka, ni kweli. Kuna uwezekano ukasaidia wengi kuokolewa, ni kweli. Lakini kama kuna kitu kimepungua maishani mwako, hivyo vyote unaweza ukafanya na usiweze kuokolewa. Katika kitabu kile cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23 anasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Bwana. Ndugu zangu, katika maisha, sehemu ya kazi, sehemu ya biashara, nyumbani kwako, omba utukufu wa Mungu uwepo mahali unapoishi. Ndio maana watu wengi tunapoteza muda unaotumia kuomba. Wachawi wote wakome, wanaonifuatilia wakome, wanaonihangaisha wakome. Huo muda omba utukufu wa Bwana uwe juu yako. Badala ya kutumia muda kuombea watu, tumia muda utukufu wa Mungu uwe juu yako. Utukufu wa Bwana ukiwa juu yako haukusaidii tu kuacha dhambi. Utukufu wa Bwana ukiwa juu yako utakusaidia kutokushambuliwa. Utukufu wa Bwana ukiwa juu yako utakupatia utisho. Utukufu wa Bwana ukiwa juu yako utakupatia kukubalika kila unapokwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unanielewa, punga mkono. Kinachoendelea pale kazini kwako, kinachoendelea pale kwenye biashara yako, si kwa sababu ya wachawi wanaoshughulika na biashara yako, si kwa sababu ya wafitini wanaopeleka maneno kwa bosi. Kinachoendelea kazini kwako ni kwa sababu utukufu wa Mungu umeondoka kwenye nafasi yako ya kazi. Utukufu wa Mungu unaporudi, bosi akikuona hakuoni wewe, anaona kitu kingine. Nilitegemea mungesema amina ya nguvu, au siwasikii? Sikiliza, utukufu wa Mungu ukiwa kwenye biashara yako, wateja wanapoingia hawaoni zile nguo kwamba zina muda mrefu au unga una muda mrefu, wanaona utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ukiwa juu yako, ukiingia ofisini, mkurugenzi akuoni wewe, anaona uwepo wa Mungu katika maisha yako. Nimekuwa nikijiuliza sana kwamba hivi ilikuwaje Musa anaingia kwa Farao. Unajua kuna watu wanakufa kizembe. Huwa anasema Farao alikufa kizembe sana na jeshi lake wote waliangamia kizembe. Kwa nini? Yeye hakuona utukufu wa Mungu juu ya Musa. Alimuona Musa kama yeye. Kumbe Musa wakati ule anasimama mbele ya Farao, hakusimama yeye, alikuwa na utukufu wa Mungu juu yake, ambao ninaomba leo unapotoka hapa kwenda kazini, utukufu wa Mungu ukawe juu yako. Sikiliza, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 28 mstari wa 16, sikiliza Biblia inachokisema. Sikiliza Biblia inasema, Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa. Swali,
Unafikiri Yakobo aliona nini? Ninaona Yakobo aliona majoka yote msituni yamefunga vinywa vyao. Akashangaa kuona mtu amelala katikati ya majoka kwenye msitu. Kuna majoka, kuna simba, kuna wanyama wakali. Akashangaa wamekaa kimya kwa ajili yake. Hakuangalia kingine, lakini akajua tendo hili haliwezi kufanyika, lazima utukufu wa Bwana huko mahali hapa. Ule msitu haukuwepo kwa sababu Yakobo yupo. Msitu ulikuwepo siku zote, lakini Bwana alipoingia kwenye ule msitu, Yakobo akaona utofauti wa ule msitu, tofauti na siku zingine. Haleluya! Ninachotaka nikwambie ni hiki asubuhi ya leo, utukufu wa Bwana ukiwa juu yako, bosi ataona mtu mwingine asubuhi ya leo. Utukufu wa Bwana ukiwa juu yako, wateja wataona mtu mwingine leo kwenye biashara yako. Utukufu wa Mungu ukiwa juu yako wewe mama, mume wako ataona mtu mwingine. Utukufu wa Mungu ukiwa juu yako wewe baba, mke wako ataona mtu mwingine. Utukufu wa Bwana ukiwa juu ya watoto, wazazi wataona watu wengine, sio wale wakorofi waliowaacha asubuhi. Yakobo anasema, akasema kweli Bwana yupo mahali hapa. Akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Swali, hivi unapofikiria ofisi yako inatisha? Kiti chako unachokikalia hapo kazini kina utisho? Yakobo anasema kweli mahali hapa panatisha kama nini? Ninachojiuliza, natamani ujiulize, hivi mahali panapotisha mchawi anaweza kusogea? Mahali panapotisha ajenda za kufukuzwa kazi zitaanzaje? Mahali panapotisha, kiti kinachotisha, duka linalotisha, ofisi inayotisha, uso unaotisha, miguu inayotisha, wafitini na wabaya unaohangaika nao watafikaje? Ombi langu asubuhi ya leo ni hili, badala ya kuombea watu wakuache, omba upate utisho wa Bwana. Usipoteze muda. Sikia paka wanatembea usiku, shinde kwa jina la Yesu. Paka hao wakichirikina wamefikaje kwenye nyumba yako? Hapana utisho. Unapohangaika na watu kwamba wanakuja usiku, wanakuchukua usiku, wanakwenda kukulimisha, wanakuchukua usiku, wanakufanyisha kazi, unakwenda ofisini kupanga mafaili, usihangaike nao. Omba utukufu wa Bwana uje juu ya nyumba yako. Uone kama watu wajanasa kama vile umeme wa gredi ya taifa. Pale kazini, pale kwenye kiti chako unachokalia, Yakobo anasema mahali hapa panatisha kama nini? Ombi lako asubuhi ya leo, omba utukufu wa Bwana uje juu yako ili upate utisho unapokwenda. Unajua utisho wa Bwana ukiwa juu yako, hata ajali za ajabu ajabu haziwezi kukuandama. Maana yale majini yanayomwaga damu za watu yakikuona hayakuoni wewe, yanaona utisho wa Bwana, yanaona utisho wa Bwana. Watu wa Mungu asubuhi ya leo, ninatamani tukawe na utisho wa Bwana, tukawe na utisho wa Bwana makazini, tukawe na utisho wa Bwana kwenye familia zetu, tukawe na utisho wa Bwana sehemu ya biashara. Kwa hiyo kilichopungua kwenye maisha yako ambacho kinakuhangaisha mpaka leo ni utisho wa Bwana umeondoka katikati yako. Hivyo omba utisho wa Bwana ukurejee katika asubuhi ya leo. Ukiangalia historia ya wana wa Israeli walivyokuwa wanasafiri, lile wingu lilipokuwa linakuwa juu yao, ule ulikuwa ni utukufu wa Bwana unakaa juu yao. Nyoka alikuwa asogei, watesi walikuwa wasogei, maana wako chini ya utukufu wa Bwana. Ukiwa chini ya utukufu wa Bwana, maadui zako hawatakusogelea. Ukiwa juu ya utukufu wa Bwana, watesi wako hawatakusogelea. Ukiwa chini ya utukufu wa Bwana, wanaopanga ufukuzwe kazi, ajenda zitabadilishwa. Ukiwa chini ya utukufu wa Bwana, anasema, sikiza anachosema, wala mimi, anasema wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa
panatisha kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, hapa ndipo lango la mbinguni. Hivi kweli ofisi yako ihesabike kama lango la mbinguni? Maana siku hizi hata makazini nasikia watu wanarugana makazini. Lakini mtoto wa Mungu, nakutia moyo, malango yako ikawe ni malango ya mbinguni. Anayekuja na dawa, anapofika pale akatetemeke mikono, dawa zikamwanguke. Huwa ninaombea wanafunzi wanapokwenda kwenye mitihani kila mwaka. Huwa nawaambia yeyote ambaye ameshiriki maombi haya, ikiwa kuna ambaye akushiriki anategemea kwenda kwenye chumba cha mitihani, amepaka karamu dawa ili watu waanguke, mapepo waanguke, kifafa wakati wa mitihani, huyo ndiye aanguke mwenyewe. Maana watoto wa Mungu leo wanautishwa kwenye mitihani. Mmoja akanipigia simu akaniambia, mtumishi, ulipohubiri nilikuwa nimeandaa kumpa mwanangu dawa maana hafanyi vizuri shuleni, lakini ulipozungumza neno hilo nikasikia, nimeshangaa, nazichukua zile dawa nazitupa. Utisho wa Mungu. Bwana akupatia utisho pale kazini, ofisi yako haina utisho, biashara yako haina utisho. Ndio maana anayetumia ilizi pale jirani yako anafanya biashara, wewe ambaye unakuta unapita kwenye maombi, unang'ang'ana na Bwana, bado unashinda kwenye duka, unang'ang'ana tu, hauoni wateja, hauna utisho. Kupita kwenye maombi bila utisho wa Bwana hakuwezi kukusaidia kujihuzurisha katika mambo ya kiroho. Hauna utisho wa Bwana, havitakusaidia. Omba Bwana akupatie utisho wake. Utisho wa Bwana. Asema kweli Bwana yuko mahali hapa. Ninapaona mahali alipo Bwana, hawezi jini haliwezi kusogea, wala mchawi hawezi kusogea, wala wenye fitina hawezi kusogea. Unapokuwa na utisho wa Bwana pale ofisini, hata wakimpelekea maneno bosi ya kwamba ni fulani huyu anapaswa apunguzwe, akikuita nenda kwa ujasiri, maana na utisho wa Bwana. Ukifungua ule mlango wa ofisi ya mkurugenzi, akikuona anaona utisho wa Bwana. Haleluya, anaona utisho wa Bwana. Wakati fulani kwenye kanisa langu ninakoabudu pale Nzasa, kuna mtu fulani alitengeneza ajenda ili nifutwe ushirika. Tengeneza ajenda kabisa nzuri ili nifutwe ushirika. Na kwa kweli nilikuwa sikuhusika na kila kitu. Baraza likakaa, wakapitisha, wakaniita. Nikamwambia Mungu, kama nimehusika, ondoa utukufu wako juu yangu. Lakini kama sijahusika, weka utukufu wako juu yangu ninapokwenda kwenye baraza la kanisa. Watu wa Mungu, nilipoketi tu kwenye baraza, mchungaji anauliza, karani leti agenda. Analeta agenda. Jamani, tumemuita ili afutwe ushirika. Wangapi wanafutwa, wanakubali afutwe ushirika? Wajumbe 28 wote, hakuna aliyenyosha mkono. 28 wote, hakuna aliyenyosha mkono. Jamani, si tulishapitisha kwenye minute, tumemuita tu hapa ili ajieleze. Narudia tena, wangapi wanasema Sixpack afutwe ushirika kwenye baraza? 28 wote kimya. Mchungaji akatangaza kwamba hii agenda ifutwe. Kwa hiyo baraza lililokaa kwa ajili ya kuileta hii agenda ni batili. Kwa hiyo hii agenda imefutwa, haipo tena. Utisho wa Bwana. Utisho wa nani? Ndugu zangu, Bwana akiwa juu yako na utisho, tulichokipoteza maishani, tumepoteza utisho wa Bwana. Fungu la pili, sikiliza kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 5. Kutoka sura ya 3 mstari wa 5 anasema, mstari wa 5 Biblia inasema hivi: naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Mahali hapa, kile kichaka hakikustawi tu ghafla Musa akapita asubuhi akakikuta. Kilikuwepo miaka yote. Musa alikuwa anapita pala na kiona, lakini hakijawahi kuwa na utisho mpaka utisho wa Bwana ulipokuja juu ya kichaka. Kichaka kikawa sio kichaka cha kawaida. Ile njia Musa alikuwa anapita kila siku,
Kile kichaka kuna uwezekano wakati mwingine kama wachungaji wa kondoo tunafahamu, na wachungaji wa mifugo tu tunafahamu, huwa hatuna utaratibu wa kwenda kutafuta vyoo wakati wa kujisaidia. Huenda kuna siku kwenye kichaka kile, huenda Musa alishawahi kujisaidia, lakini kilipovaa utukufu wa Mungu kikawa sio kichaka cha kawaida. Asubuhi ya leo, yawezekana ofisini wanakuona wewe ni mtu wa kawaida, hakuna hata anayepanga upandishwe cheo. Asubuhi ya leo, yawezekana wanakuona wewe elimu yako ni ndogo. Ninaomba Mungu akupatie utukufu wake. Utakapoingia ofisini leo, ukawe na utisho usio kwa kawaida. Utakapoingia pale dukani leo, yawezekana duka lako limezoeleka, vitu ni vile vile. Leo utakapofungua, Bwana akalijaza utukufu, ili watakapokuwa wanapita wakaone upya wa vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungu la mwisho, muda wetu unakwenda. Unajua hizi dakika ni chache, mafungu ni mengi, lakini acha tusome tu hayo machache. Kitabu cha Mathayo, sikiliza Yesu anachokisema. Mathayo sura ya 6. Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 7 hadi wa 8 hadi wa 9, anasema, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao udhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane nao, maana Baba yenu anayajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Basi ninyi salini hivi. Sikiliza. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Kaneno kanakofuata hapo kanasema, ufalme wako ufanye nini? Sijawasikia. Anasema ufalme wako ufanye nini? Uje. Hili ni hitaji kubwa sana. Sehemu za kazi, ufalme wa Mungu uje juu yetu. Ufalme wa Mungu ukija juu yako, falme zingine zote zinaondoka. Kwa nini? Hakuna sehemu wanakoweza kukaa wafalme wawili. Unapoona ufalme wa magonjwa umestawi, unapoona wachawi wamejenga ufalme wao kwako, unapoona changamoto shetani amezijenga kwako, ni tangazo kwamba ufalme wa Mungu umeondoka. Ufalme wa Mungu ukija, falme za madeni zinaondoka. Ufalme wa Mungu ukija, falme za mafarakano zinaondoka. Ufalme wa Mungu ukija, falme za vilio zinaondoka. Ufalme wa Mungu ukija, ufalme wa huzuni unaondoka. Maana wafalme wawili hawawezi kukaa. Unapoona shetani amejenga ufalme wake kwako, ni tangazo kwamba ufalme wa Mungu umeondoka. Hivyo Yesu anasema, msalipo salini hivi, ufalme wako uje. Asubuhi ya leo ninatamani ufalme wa Mungu uje juu yetu. Ufalme wa Mungu uje pale kazini kwako. Ufalme wa Mungu uje kwenye kiti chako unachokalia ofisini. Wale mnaotufuatilia mitandaoni, ufalme wa Mungu uje shambani kwako. Ufalme wa Mungu uje hapo unapoelekea asubuhi ya leo. Ufalme wa Mungu uje kwenye shughuli zako siku ya leo. Ufalme wa Mungu uliyepotea uje kwa ajili ya kuweka utisho mahali hapo. Mungu atubariki sana. Wangapi wanatamani ufalme wa Mungu uje juu yao? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakwenda katika maombi. Mzee wa kanisa atakuja moja kwa ajili ya kuomba, lakini andika kile unachotaka Bwana atende. Katika mambo yote utakayoandika, mwambie Bwana, naomba ufalme wako uje. Bwana, unipatie utisho. Ndugu zangu, kinachokutesa sasa, kinachokufanya unahangaika, hata hivyo vyeti vyako unavyohangaika navyo mwaka wa 3 sasa, vimeondokewa na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ukija juu ya vyeti vyako, ukivipeleka tu, hata kama wewe wanahitaji watu wangapi, lakini Bwana ataviweka utukufu na vitaonekana. Wakati mnapoandika, ngoja nitoe kisa hiki. Kuna binti mmoja, na nafikiri anatufuatilia, na ninatoa kisa hiki kwa sababu ameniruhusu nikitumia kila ninakokwenda. Binti mmoja alikuwa ana kazi Arusha. Akaja nimwombee ili apate kazi. Alipokwenda kufanya interview, alikuwa anakosa sifa ya umbile. Yeye alikuwa ni mnene. Sifa za kampuni walitangaza wanahitaji watu wembamba. Yule binti kweli alikuwa ni mnene, amenenepa. Akaingia kwenye interview, wakasema huyu asipoteze muda wa kufanya interview. Hawamwambii, lakini wakasema huyu asipoteze muda kwa sababu sifa ya kwanza ameshaipoteza. Walikuwa watu zaidi ya 200. Wakaenda kwenye mchujo, wakabaki mpaka 10 yumo. Wakasema huyu hata kama vyeti vinaruhusu,
lakini akifika kwa mkurugenzi tu atarudi kwa sababu ya umbile lake. Wakabaki watatu yumo, walikuwa nataka mtu huyu, akapita. Kwa hiyo akaanza kufanya kwanza ile wanasema miezi mitatu bila mkataba. Wasimwambia, akasema akimaliza miezi mitatu tu atafukuzwa. Alipomaliza miezi mitatu wanampa mkataba, ndipo wanamwambia kwamba yani wewe Mungu wako usimwache, kama ni mganga umng'ang'anie. Sifa ya kampuni hii ulikuwa umekosa vigezo tangu mwanzo, tunashangaa umepitaje mpaka leo unapata mkataba wa kudumu, wakati hapa tulikuwa tunaajiri watu wembamba. Nini kilitokea? Kila walipokuwa wanamtazama ule unene hawauoni, wanaona utukufu wa Bwana. Kila walipokuwa wanamtazama hawaoni. Na sasa hivi kwenye ile shirika amepewa kusimamia mikoa mitatu. Amepewa kusimamia Songwe, Njombe pamoja na Mbeya, na gari amepewa. Alikuwa na sifa. Ndugu zangu, tukufu wa Bwana ukija juu yako hawataona hayo madhaifu ulionayo. Ndio maana Warumi anasema wote wametenda dhambi kwa sababu wametupungukiwa na utukufu wa Mungu. Maana yake utukufu wa Mungu ukiwa juu yako, madhaifu hayaonekani. Sasa sio dhambi tu, utukufu wa Mungu ukiwa juu yako, kila kitu kinaonekana kivingine. Bwana asifiwe sana.